Muda mfupi uliopita, jeshi la Marekani limefanya mashambulizi makubwa na ya usahihi kwenye vituo vitatu muhimu vya nyuklia vya utawala wa Iran, yani Fordow, Natanz na Esfahan. Kila mtu amekuwa akisikia majina haya kwa miaka mingi walipokuwa wakijenga mradi huu wa uharibifu mkubwa. Lengo letu lilikuwa ni kuharibu kabisa uwezo wa Iran wa kurutubisha nyuklia na kusitisha tishio la nyuklia kutoka kwa mfadhili mkuu wa ugaidi duniani. Usiku wa leo naweza kuripoti kwa dunia kuwa mashambulizi yalikuwa na mafanikio makubwa ya kijeshi. Vituo muhimu vya kurutubisha nyuklia vya Iran vimeharibiwa kabisa. Iran, tishio la Mashariki ya Kati, sasa lazima itafute amani. Ikiwa hawatafanya hivyo, mashambulizi yajayo yatakuwa makubwa zaidi na rahisi zaidi. Kwa miaka 40, Iran imekuwa ikisema kifo kwa Marekani, kifo kwa Israel. Wamekuwa wakiua watu wetu, kuwakata miguu kwa mabomu ya barabarani. Hivyo ilikuwa ni utawala wao. Tumepoteza zaidi ya watu 1,000 na mamia ya maelfu katika Mashariki ya Kati na duniani kote wamekufa kutokana na chuki yao. Hasa kabisa wengine waliuawa na jenerali wao Qasem Soleimani. Nilifanya uamuzi zamani kwamba sintoruhusu jambo hili kuendelea. Hali hii haitorudia tena. Nataka kumshukuru na kumpongeza Waziri Mkuu Bibi Netanyahu. Tumefanya kazi kama timu. Pengine haijawahi kutokea timu iliyowahi kufanya kama sisi, na tumepiga hatua kubwa katika kufuta tisho hili kwa Israeli. Nataka kulishukuru jeshi la Israeli kwa kazi nzuri waliofanya. Na muhimu zaidi, nataka kuwapongeza wazalendo wa Marekani walioendesha mashine hizo za ajabu usiku huu, na wanajeshi wote wa Marekani kwa operesheni ambayo dunia haijawahi kuona kwa miongo mingi. Natumaini hatutohitaji tena huduma yao katika kazi hii. Natumaini hivyo. Pia nataka kumpongeza mwenyekiti wa wakuu wa majeshi Jenerali Dan Reisinken, Jenerali Bora na wanajeshi walioshiriki katika mashambulizi haya. Hata hivyo, haya hayawezi kuendelea. Kutakuwa ama na amani ama kutakuwa na msiba mkubwa kwa Irani kuliko tulivyoshuhudia katika siku 8 zilizopita. Kumbukeni, bado kuna malengo mengi. Shambulizi la leo lilikuwa gumu zaidi kwa mbali na pengine hatari zaidi. Lakini kama amani haitofikiwa haraka, tutashambulia malengo mengine kwa usahihi, kasi na ustadi. Maeneo yao mengi yanaweza kuharibiwa kwa dakika chache tu. Hakuna jeshi duniani linaweza kufanya tulichofanya leo, hata kwa karibu. Hakujawahi kuwepo jeshi linaloweza kufanya kilichotokea hivi punde. Kesho Jenerali Ken, waziri wa ulinzi Pete Hegseth watakuwa na mkutano na waandishi wa habari saa 2 asubuhi huko Pentagon. Na nataka kumshukuru kila mtu na hasa Mungu. Nataka kusema tunakupenda Mungu na tunalipenda jeshi letu kubwa. Walinde. Mungu ibariki Mashariki ya Kati. Mungu ibariki Israeli. Na Mungu ibariki Marekani. Asanteni sana. Asante.